Mtazamaji wa Hivi Leo News, kabla ya habari hizi za ndani na kupembeleza, uchukue sekunde chache upofye au uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele hicho ambacho unakiona hapo kando, na usisahau kuponyeza patoni ya like. Na karibu ni kuhabarishe kwa akina. Aliyekuwa rais katika taifa la Kenya wa 4 Uhuru Kenyatta ashambuliwa vikali na Faruk Kibet. Hujambo na karibu. Faruk Kibet ameonya Uhuru Kenyatta kuhusu kufungiwa akaunti kwa tuhuma za kufadhili mrengo wa upinzani katika taifa la Kenya. Msaidizi wa rais Faruk Kibet amemshtumu hadharani aliyekuwa rais katika taifa la 4 Uhuru Kenyatta kwa madai ya kufadhili kisiri shughuli za upinzani ili kudhoofisha serikali ya Rais William Ruto kwa sasa. Akizungumza katika mkutano wa kisiasa Kabras, kaunti ya Kakamega, Februari mwaka huu, Kibet alidai kuwa serikali iko tayari kuchukua hatua kali dhidi yake, ikiwemo kufunga akaunti za benki za aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta iwapo itathibitika kuwa anafadhili siasa za mrengo wa upinzani ambazo zinaonekana kuleta mwonyeko mkubwa humu nchini. Kauli hiyo imezua mjadala mpana katika siasa za Kenya, hasa wakati ambapo maandalizi ya uchaguzi wa 2027 yanaanza kuonekana mapema. Kibet alihusisha madai yake na mikutano ya Linda Mwananchi humu nchini ambayo inaendeshwa na Edwin Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, na kufikia sasa mikutano hiyo inalenga kuwaleta pamoja baadhi ya viongozi katika chama cha ODM. Kwa mujibu wa ripoti ambazo zimefika kwa vyombo vya habari kuhusu mpito wa madaraka nchini Kenya, uhusiano kati ya Ruto na Kenyatta uliweza kudorora kabla na baada ya uchaguzi mkuu, hali inayosababisha mgawanyiko mkubwa wa kisiasa ndani ya muungano wa zamani wa Jubilee. Tangu wakati huo kumekuwa na mvutano wa wazi kati ya kambi hizo mbili, huku kila upande ukimtuhumu mwenzake kwa kupanga mikakati ya kisiasa ya muda mrefu. Kwa sasa Kenyatta anaripotiwa kusukuma juhudi za kufufua chama cha Jubilee na kujiunga na wadau wa upinzani kwa lengo la kuandaa muungano mpya wa 2027. Ripoti ya Reuters ilieleza kuwa miungano ya mapema kabla ya uchaguzi ni mkakati wa kawaida katika siasa za Kenya, hasa pale kunapokuwa na mgawanyiko ndani ya vyama vikuu. Akihutubia umati, Kabras, Kibet alidai kuwa fedha zinazodaiwa kuchukuliwa kutoka kwa taifa zinatumika kufadhili misafara ya kisiasa inayolenga kuikosoa serikali ya Rais William Ruto. Hata hivyo, hakutoa ushahidi wa kutosha ama moja kwa moja hadharani kuthibitisha madai hayo. Kisheria, hatua ya kufungia akaunti za mtu binafsi au taasisi huhitaji mchakato maalum unaosimamiwa na vyombo vya kifedha na mahakama. Kwa mujibu wa Benki Kuu ya Kenya, Central Bank of Kenya, taratibu za kufungia akaunti zinahitaji uamuzi wa kisheria au agizo la mahakama kulingana na sheria za kuzuia utakatishaji wa fedha au ufadhili wa ugaidi, kwa kizungu kunaitwa Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act, Central Bank of Kenya. Mwongozo wa udhibiti wa benki mwaka 2023. Aidha, mahakama kuu ya Kenya katika kesi kadhaa ikiwemo Republic versus Artist Recovery Agency 2019 imesisitiza umuhimu wa ushahidi wa kutosha kabla ya mali au akaunti kufungiwa.
Hivyo basi, iwapo serikali itachukua hatua hiyo, italazimika kufuata misingi ya kikatiba na taratibu za kisheria ili kuepuka kukiuka haki za mali zilizoainishwa katika katiba ya Kenya mwaka 2010. Madai ya Kibet yanajiri wakati ambapo chama cha Orange Democratic Movement kinakumbwa na mgawanyiko ya ndani. Kundi linaongozwa na katibu mkuu Edwin Sifuna limekuwa likipinga vikali uwezekano wa chama hicho kushirikiana na Rais William Ruto katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Wakati huo viongozi wengine wa chama wanatuhumiwa kuwa na msimamo lakini kuelekea serikalini. Kwa mujibu wa uchambuzi wa Al Jazeera kuhusu siasa za mgawano nchini Kenya, zinasema ya kwamba migawanyiko ya ndani ya vyama mara nyingi huchochewa na hesabu za uchaguzi na maslahi ya muda mrefu ya uongozi. Hali hii inaonyesha kuwa madai ya ufadhili yanaweza kuwa sehemu ya vita pana ya ushawishi kuelekea mwaka 2027. Kenyatta hajatoa kauli rasmi kujibu madai ya Kibet wakati wa kuchapisha habari hizi wakati tunapozileta hewani. Hata hivyo, rekodi za awali zinaonyesha kuwa marais wastaafu nchini Kenya wameendelea kushiriki katika siasa kwa njia isiyo ya moja kwa moja, kulingana na utafiti wa Chuo Kikuu cha Nairobi kuhusu siasa za marais wastaafu Afrika Mashariki. Ushawishi wa viongozi wastaafu huendelea kupitia mitandao ya kisiasa na kijamii hata baada ya kuondoka madarakani. Iwapo Kenyatta ataamua kuunga mkono wazi muungano wa upinzani au kumdhamini mgombea kama Fred Matiang'i, hilo litakuwa hatua yenye uzito mkubwa katika mlinganyo wa siasa za 2027. Swala hili lina umuhimu mkubwa kwa misingi ya demokrasia, utawala wa sheria na udhabiti wa kifedha. Kwanza, madai ya kufadhili siasa kwa fedha zisizo halali yanahitaji uchunguzi huru na wa kitaasisi ili kulinda uadilifu wa mfumo wa uchaguzi. Pili, tishio la kufunga akaunti za kiongozi wa zamani linaweza kuibua mjadala mpana kuhusu matumizi ya mamlaka ya dola dhidi ya wapinzani wa kisiasa. Kwa mujibu wa Human Rights Watch World Report 2024, matumizi mabaya ya vyombo vya dola dhidi ya wanasiasa au wakosoaji yanaweza kudhoofisha taasisi za demokrasia barani Afrika na Kenya kwa ujumla, ikiwa mojawapo ya demokrasia zinazoongoza Afrika Mashariki inakabiliwa na wajibu wa kuhakikisha ushindani wa kisiasa unafanyika ndani ya misingi ya sheria na uwazi. Kwa kumalizia, kauli ya Farouk Kibet inaashiria kuongezeka kwa joto la kisiasa mapema kabla ya 2027 iwapo madai hayo yatathibitishwa au la. Hatua zozote zitakazochukuliwa lazima zifuate katiba ya Kenya na taratibu za kisheria. Hatima ya mjadala huu itaathiri si tu uhusiano kati ya viongozi wakuu wa zamani na wa sasa, bali pia mwelekeo wa demokrasia na utawala wa sheria nchini Kenya. Ikiwa haujasubscribe, bonyeza batoni ya subscribe na ubonyeze kengele. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo nahitimisha taarifa kwa sasa. Tukutane baadaye. Kwaheri.